unashindwa kugawa. Unapoangalia umati wa watu, unapoangalia shida uliyoko nayo, unaona hapana. Unafaa kulipa rent 10,000, unafaa kulipa school fees 10,000, unafaa kulipa mwenye kuna deni yake 10,000, uko na 10,000 peke yake. Mtu wa Mungu, hapo ndio changamoto inaingia. Tunakosa kujielewa kwa sababu already adui ameshika rasilimali zetu, hatujui kama tuko na muujiza tuko nao hapa nayo. Yesu anakuambia jioni ya leo, chukua ile 10,000, weka chini, ketisha umati chini, weka shida zako chini, gawa zile pesa moja kwa ingine, na ushukuru Mwenyezi Mungu kwa hii kidogo ulioko nacho. Filipo alishangaa alipomwambia hawa watu 5,000 na ni wanaume, hatujahesabu wamama na watoto, tutatoa wapi mikate ya kuwalisha? Yesu akamwambia waketishe chini, waketishe kwanza wanaume, ketisha wanaume kwa sababu ndio wako na nguvu, wanaweza kula chakula, waketishe. Wamama I think walikuwa nyuma na watoto. Hiyo samaki 2 na mikate 5 akashukuru. Naye mtu wa Mungu, unapochanganyikiwa, weka magoti chini, angalia juu mbinguni, shukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio muumba mbingu na nchi na kila kitu kilioko hapa duniani. Kwa neno moja tu kila kitu ikakuwa vile alisema. Nami natangaza siku ya leo injili ya Mwenyezi Mungu aliye hai, ya kuwa Zaburi 121 inasema kuwa natazama milimani, msaada wangu unatoka wapi? Hilo ndilo Yesu Kristo alifanya. Alitazama wapi? Juu mbinguni, akashukuru Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akamultiply. Hebu jiulize, mikate 5 na samaki 2 ilitosha hadi watu 5,000? Siku hii ya leo tunaenda kudaisha kama adui alishika baraka zetu, nasi tunaendelea kuhangaika. Ukipata hela zinajeruka, ukipata kazi haikusaidii. Siku hii ya leo tunaenda kuvunja hayo madhabahu, zile nguvu za Yesu Kristo aliyetazama huko juu mbinguni, na akasema Mwenyezi Mungu, napoenda kugawa hii mikate na samaki 2 na hao watu washibe, na muujiza ukatendeka. Wakakusanya vikapu 12. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nguvu Yesu Kristo alizotumia, nasi tunamuomba tusitazame milimani. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, akafanya dunia ikawa. Kwanza kitu ya kwanza tunatazama wapi? Mbinguni. Tunaweka magoti kwa sababu tuko kwa hii nchi, kwa dunia yenye mwenyewe aliunda. Alafu ndio tumshukuru na tumuite, nguvu zile ziweze kuingia katika maisha yetu na tuweze kupata baraka. Bwana Yesu asifiwe.